Na wasihi muwe mfano kwa wengine kwa kuzingatia maadili na uzalendo katika shughuli zenu za kila siku. Kumbuka wewe kama kijana msomi, taifa linakutegemea kwa mengi katika kuboresha ustawi wa jamii nzima ya Tanzania. Pili, na wasihi mkawe mfano wa kuonyesha moyo wa kuwahudumia wengine kwa kuleta mbinu mpya na zenye tija katika kutatua matatizo yaliyopo kwenye jamii kwa usawa na uendelevu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumetekeleza jukumu letu kama viongozi vijana. Tatu, tukawe mfano katika kuhubiri na kuishi umoja na mshikamano wa kitaifa, hususan tunapoelekea kwenye uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani mwaka huu wa 2025. Tukumbuke kwamba kubomoa umoja na mshikamano uliojengwa kwa moyo na wadhati na waasisi wetu, hii ni kukosa uaminifu na uzalendo kwa taifa letu. Ndugu washiriki, naomba nihitimishe kwa kusema kuwa hatima ya Tanzania tuitakayo ipo mikononi mwa vijana wazalendo na wenye maadili. Kupitia mjadala utakaofanyika hapa, naomba tutafakari kwa pamoja namna njema ya kuzingatia maadili na kukuza uzalendo miongoni mwa makundi yote ya vijana waliopo vyuoni, lakini pia waliopo nje ya vyuo. Tutumie fursa hii kujadili kwa kina ili kubaini kiini cha kuporomoka kwa maadili na kushuka kwa hisia za kiuzalendo. Pia tutafakari sisi kama vijana na kwa namna gani tunaweza kujumuisha maadili na uzalendo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa jina naitwa Abdisalom Faris Osere, ni kiongozi wa serikali ya wanafunzi kutoka ndaki ya NCA Sayansi Jamii, kwa jina gavana. Jambo ambalo limetusukuma sisi kuandaa tukio hili, tamasha hili lenye kauli mbiu ya kijana, maadili na uzalendo, ni kuhakikisha kwamba vijana tunakusanya pamoja katika kujadili mijadala ambayo inahusiana na maadili na uzalendo. Na hii ni kutokana na jamii yetu ya sasa hivi, kizazi cha teknolojia ya simu janja, mmonyoko wa maadili mkuu kwa kasi kubwa sana. Kwa sisi tukaona serikali na wanafunzi ya kwamba kwa nini tusiandae tamasha ambalo litakuwa ni tamasha ambalo litakuwa la kimfano, la kihistoria katika chuo kikuu cha Dodoma, ambalo litaendana na kauli mbiu ya kijana, maadili na uzalendo, kwa ajili ya kuelimisha masuala ya maadili na uzalendo. Na tukitegemea kwamba baada ya tamasha hili vijana wengi wataenda kuelimika na masuala ya maadili, mmonyoko wa maadili utaenda kupungua kwa kasi na sio kuongezeka kasi kama jinsi vile tulikuwa tunategemea. Na baada ya tamasha hili, tegemeo letu kubwa ni kwamba wanafunzi ambao wamehudhuria wataenda kuwa mabalozi kuhusiana na masuala maadili na uzalendo, na ni maadili ya Kiafrika na sio maadili ya kivinginevyo.